na kilo kawaida kama watoto wengine tu, jinsi hali zao zilivyo. Hawana tatizo la aina yote wala nini, na ndio maana nikasema huyu Mungu aliye hai ni wa ajabu. Nikikata nikiangalia hicho nilichompa, kusema kwamba nimeenda kumpa nini ya kuweza kunipa uwezo wa namna hiyo, sioni chochote nilichompa. Na watoto wanazaliwa kawaida, na sioni kwamba wana tatizo labda watakuwa ni wendawazimu wala vichaa wala wewe. Unaona ni kawaida kama watoto wengine kama wengine, mpaka hata wengine wanakuja wanagafilika, sijui ni shetani linawaingia. Wanadai wanasema usikute hao watoto ni mashetani, ni mapepo, heri wakamate watupe chooni. Na mimi nakaa nafikiria hao waombaji wanakuja kuniombea, na mimi nakaa nasema sasa nitakamata watoto nianze kuwaingiza kuwatupa chooni, hao wadogo wadogo wasiokuwa na akili sawa. Haya na hao wakubwa wakiona wenzao nikishaanza kuwatumbukiza chooni nikawatupe. Hawajakimbia wakaanza kulia, na wanakijiji wakaja kanikamata wakaniona sasa ndo nimekuwa kichaa. Sasa utaona nimekuwa kichaa. Nikawaambia sasa kama ni mapepo, wacha wakae hivi hivi, ni waangalie hivi hivi. Watakapofika mwisho wao watajua. Mungu ndiye atakayeelewa, kwa sababu siwezi kusema kwamba ati nikamata watoto kuwatumbukiza chooni. Wamejiandikisha, wameandikisha, wanasoma shule baadhi yao ambao wanasoma shule, lakini sasa kwa kutokana na hali ngumu hiyo shule, kuna wafadhili walikuwa wanategemea watakuja kwa kuwasaidia, bado hawajajitokeza. Tunaangalia bahati ya Mungu kama watakuja kuwasaidia, maana hawana viatu, nguo za shule zenyewe tumejitahidi kuwashonea, maana sisi biashara yetu ni maji. Sasa hivi mzee juzi hapa ndo nilipata mtu akamwambia nitakupa mitumba wewe unauza ikisaidika hapo siku ukipata uwezekano nitakusaidia nini chochote cha kukusaidia, maana hali ni ngumu. Kama hivi maji sasa hivi hayana bei, utazungusha maji wapi? Na huko watu wamejaa wengi, na mvua zimepiga kila mabomba ametoa maji. Biashara maji tena hakuna. Kwa hiyo sasa hivi hawana viatu vya kwenda shule, masweta kwenda shule hawana, uniform tulijitahidi tukawashonea suruale na vishati. Haya viatu vimeisha hawana. Hivi tunahangaika nao hivyo. Bado tunadaiwa tena michango kutoa shuleni mpaka wafadhili watakapofanyaje, watakaposimama, watakapoonekana. Bado tunahangaika tena na hilo, tunasumbuliwa tu hivyo. Hakuna la kufanya. Sasa una watoto 13 ambao wako hai. Wa kwanza na umri wa miaka mingapi na wa mwisho? Wa kwanza alizaliwa mwaka 80. Mwaka 80. Na huyo wa mwisho sasa hivi naye amezaliwa ni wa kike. Wa kike nao watatu tu. Wote ni wa kiume. Hata waliofariki ni wa kiume. Ni kwamba wa kiume walikuwa 13. Wa kike ni 3. Huyo wa kwanza ni mwaka 80. Na huyo wa mwisho sasa hivi aliofuatana naye ndo wa kike, wamekwenda katika mahesabu ya 3 na ule dada yao. Kwa hiyo wa kwanza na miaka 20. Wa mwaka 80. Na wanakuwa wanapishana kwa muda gani sasa? Inakuwa ni miaka 2, mwaka mmoja, au inategemea? Ile tatizo unajua linanichanganya sana, kwa sababu kama hizi kazi tulizokuwa nazo ngumu, mimi huu mwili pamoja na ile tatizo kunishika pia nimeshafanya kazi ngumu sana, kwa sababu kijiji tulichokuwa tumezaliwa kwa wazazi wangu ni kijiji chenye hasara. Tukilima mazao maji yakija yanapeleka, kipindi kwenye ukame ndio tunavuna tunapata riziki. Tukilima maji yakija kama ni mvua za vuli maji yanakuja kupeleka, mpaka kuna kipindi cha mwaka 90 mwenye alituchukua akatupeleka sehemu moja inaitwa Lemkuna. Tukaenda kukaa kule, wakadai kwamba watatujengea nyumba za kudumu, watuwekee na mashamba tulime ili tuweze kujikizi maisha yetu na mahitaji yetu pamoja na nini na miferegi. Na walipotupeleka kule miferegi walipokuwa wameahidi wa kutuwekea, tukawa tunalima mbugani, mahindi yanakuwa, yakikua mvua zinakatika mahindi yanafia mbugani, jua linawaka. Kwa hiyo Wamasai wanaingiza tu ng'ombe, wanasema kwamba ni majani yameshageuka kuwa majani, wanakuja kuingiza ng'ombe kulisha. Wakilisha ukiwaambia nipende hata kidogo na mimi niweze kupata hela hata kupata mahitaji, unatandikwa na Wamasai. Tukaona tutakuja kufa na Wamasai huku. Tukaondoka tena kule tukarudi pale kwenye lile dimbwe. Tulivorudi tena pale ni kilimo cha hasara, ndio maana ya kuona sasa hali inazidi kuwa mbaya. Tukapata na washauri wengine, wakasema ile tatizo mliloko nalo, mbona kule Arusha kuna waombaji wengi, wengine watu wanapona, na hali ya maisha huko ilivyokuwa ngumu namna hii, mkienda kule hata kama mtabangaiza katika hali ngumu wa maisha, kule kuna afadhali, maana ni mjini unaweza kufanya hata biashara kakaenda. Huku ni vijijini, ni kutegemea kilimo kwa kulima. Ni kwamba mtazidi kuumia na kuchoka. Ule ushauri wa watu sasa, na tukaona sasa ndo tuhame tena tuje kuanza tena kutafuta maisha mapya. Ni kwamba hapa tena tuko tugenini tunatafuta maisha kwa ajili ya kuhangaikia hilo, kwa kutokana na nini ile adha. Nilikuwa na nyanya tunalima shambani, maji yakija akiingia kama ndo zilikuwa zimeanza kuiva, tudonoe zile nyanya moja zilizoanza kuiva kule shambani, niweke kwenye kreti, nibandikwe kichwani, yani naokoa niweze kupata hata riziki, nijiweze kujikizi hata maisha. Navuka sehemu moja inaitwa Ruvu ina mamba kule,
ambaye ni haifai. Yani watu wengine wanakuwa ni wako vilema mpaka sasa, na wengine wamebebwa kabisa na wakafaga wakaliwa na mamba. Na unaona na macho, lakini nilikuwa naweka kreti la nyanya kichwani. Navuka nalo naingia nalo Ruvu. Maji ni ya shingo, nivuke nalo mpaka ngambo, kuna sehemu moja imejinyanyua juu inaitwa Lang'ata. Navuka pale na kreti la nyanya. Navuka nalo mpaka ngambo, nalibeba mpaka nije nikafike kituo kinaitwa Msitoa Tembo, ambacho ndio kituo chenye soko la kufanyia biashara. Nikifika pale shingo hii imeuma mpaka imeisha, imekuwa mishipa yote ya shingo imekuwa ganzi. Nikae mahali kwanza nitulie, nipumzike mpaka ile shingo je kairudi katika hali yake. Sasa ndio niweze kukaa kupangua ile kreti la nyanya nipange hapo chini. Utakuta na wengine nao wamebeba hivyo manyanya tunapopeleka pale sokoni, wote tumefurika. Hakuna biashara, kule umetoka na njaa na umehangaika kwenye maji, ukija na biashara tena huku hakuna, na wenzio nao wameleta pale kama ulivyoleta wewe. Soko likifurika unarudi nyumbani hata sumni una. Hata hela kunywa chai pale sokoni unakosa.